Hello mtazamaji, mambo vipi? Na leo bwana nimekuandalia mada nzuri sana kutoka hapa SCL Media Tanzania. Cha muhimu tu subscribe SCL Media Tanzania ili habari hizi kabambe tukio tunazipandisha mara nyingi zisiwe zinakupita. Maana kama hujasubscribe bado utakuwa unapitwa na mambo mengi kutoka hapa kwetu. Bwana, na leo nimewaletea mada nzuri lakini hususani kwa wanandoa. Kwa wanandoa nafikiri tunaelewana kwamba usifanye makosa haya 6 kwenye ndoa yako. Kwa hiyo leo nitazungumza na wanandoa. Na jambo la kwanza ni kuwasikiliza wazazi au marafiki nje zaidi ya mwenza wako uliopo naye ndani. Sawa? Kama wewe ni mwanandoa, unapaswa kumsikiliza. Kama wewe ni mwanamke, msikilize mume wako zaidi ya watu wa nje. Na wewe kama ni mwanaume, msikilize mke wako zaidi ya watu wengine wa nje. Hii itakuletea wewe kujenga mahusiano mazuri. Unaposikiliza watu wa pembeni, hii itakuletea changamoto nyingi kwenye ndoa. Kumbuka huyo ambaye mwenza wako umepewa, hiyo ni ndoa. Kwa maana kwamba huyo msaidizi ambao umepewa kutoka kwa Mungu. Hivyo basi msikilize zaidi ya wazazi. Watu wengine huko nje watakuletea vitu vingi, watakuchanganya akili. Kwa hiyo sikilizaneni nyewe wenyewe humo ndani ili muweze kuelewana na kwenda kwa pamoja kufikia hatima yenu. Lakini pia jambo la pili ni kumnyima mwenza wako tendo la ndoa. Kikawaida wanandoa kutofautiana ni swala la kawaida. Lakini sasa unaweza kumkuta mwenzako basi mmekwazana, unasema basi umwadhibu kwa kumnyima tendo la ndoa. Jambo ambalo sio lizuri. Na unapokuwa unamnyima tendo la ndoa inapelekea yeye hata kupewa na watu wengine huko nje. Jambo ambalo litapelekea wewe ndoa yako kuvunjika. Kwa hiyo unapomnyima tendo la ndoa mwenza wako inawapelekea nyie kukaribisha vitu vingi humu ndani. Itapelekea kutokuwa na uelewano mzuri kwa sababu umekaribisha vitu vingine huko ndani. Usitumie kama adhabu kumnyima mwenzako pale anapokukosea, bali tumia kama njia nzuri ya kupelekea kumaliza tofauti zenu. Kwa sababu unapompa mwenzako tendo la ndoa inapelekea kujenga uhusiano mzuri hata kama mlikuwa mmekoseana. Unajikuta tu umesahau. Na kosa lingine mtazamaji ambalo ni la 3 ni kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mtu mwingine tofauti na mwenza wako. Inapofikia mahala sasa umekuwa na mtu mwingine nje ya ndoa, inapelekea ile mwenza wako kuanza kuwaza, hivi ni kitu gani ambacho mimi simfanyii huyu mtu? Kwa nini inapelekea mimi anakuwa na mtu mwingine? Hivi unajua haya mambo ni tamaa. Hakuna kitu cha utofauti. Vitu ni vile vile. Kwa hiyo ukisema sisi niende huko nje labda nitapata kitu kingine cha tofauti, hiyo ni uongo. Hakuna kuhangaika, hakuna kuchiti. Unapomchiti mtu wako inakupelekea wewe anakushusha viwango. Kama alikuwa amekuweka level fulani, lazima tu atakushusha viwango. Lakini pia mtazamaji, jambo la 4 ni kufanya mambo bila kumshirikisha mwenza wako. Hili pia linapelekea kuwa na mtafaruko au kutokuwa na maelewano mazuri. Kwa sababu wewe kumbuka mshakuwa mmeoana. Kumbuka hapa nazungumza na wale wenye ndoa. Sizungumzi kwa wale watu ambao wanafanya uzinzi, kwa sababu kama wewe hujafunga ndoa basi na wewe mwenza wako sio ndoa hiyo, bali mnavunja amri ya 6. Kwa hapa nazungumza na wale wenye ndoa. Kwa hiyo pia unapokuwa ukifanya mambo ambayo ni binafsi, yani tuseme ni ubinafsi, haumshirikishi mwenza wako, inapelekea pia kutokuwa na maelewano mazuri humo ndani. Kwa hiyo usifanye kabisa kosa hili. Unapokuwa unafanya maamuzi, unafanya jambo, mshirikishe mwenza wako kwa sababu huyo ndo msaidizi wako ambaye umepewa na Mwenyezi Mungu. Lakini pia mtazamaji, jambo la 5 ni kutelekeza, kuiacha kutunza familia. Kutelekeza, kuikana au kuacha kutunza familia. Hili nalo jambo usilifanye kabisa. Na hapa ni kwa upande wa wanaume. Wanaume mara nyingi wamekuwa wanatelekeza familia zao. Mtu umeamua kabisa kwamba naoa, sawa, nitakuwa na familia.
Unapoamua swala la kuoa ni kwamba unaenda kujenga familia. Majukumu yanaongezeka, unakuwa na majukumu makubwa. Hivyo unapopelekea kutelekeza au kuikana au kuacha kabisa kutunza familia, hili ni jambo ambalo sio zuri kabisa kwa wenye ndoa. Kwa sababu ushaamua uoe, ushaachana na vitu vingine vyote, unaingia kwenye majukumu. Lazima mwanaume kama mwanaume utekeleze wajibu wa kuitunza familia. Lakini pia sio kwa wanaume tu ambao wanaweza kutelekeza familia, hata kwa wanawake. Ishatokea mara nyingi kwenye jamii, tunashuhudia mwanamke anaondoka anaitelekeza familia, hapo anaachia watoto, baba ndo analea watoto. Hii haijakaa vizuri. Usifanye jambo hili kama wewe ni mwanandoa. Kwa sababu kumbuka, kama umeshafunga ndoa, hii hata ni shuhuda katika mbingu. Mbingu zinashuhudia kwamba umeshaolewa. Kwa hata ukienda sehemu nyingine, mbingu tu lazima inashuhudia kwamba huyu mtu alishaolewa. Utakuwa na ile tabia ya kukataliwa. Kwa hiyo sio vizuri. Lakini pia jambo la 6 ambalo pia ndo jambo la mwisho ni kuendekeza ugomvi. Yaani kila siku wewe unapenda ugomvi. Yaani hakuna kitu ambacho ukimaliza, yani unaweza kukimaliza kwa amani. Jambo ambalo sio vizuri kabisa. Kama ni jambo limetokea, ni ugomvi umetokea, maelewano mazuri hayajatokea kwenye familia, kwa sababu haya ni mambo ya kawaida. Uwezo ukaniambia kwamba eti wewe mmeoana na haijawahi kutokea kutokuelewana humo ndani. Unaambiwaje? Waswahili wanakuambia hata vikombe kabatini vinagongana. Wewe ni nani usigongane, yani kwenye mazungumzo na mtu wako? Lakini pia sasa, hata kama imetokea ugomvi, usiendekeze ugomvi. Yani weka kitu kadogo unakakuza kanakuwa ni ugomvi kwenye ndoa yako. Hii inakuwa pia haipendezi, kwa sababu pia ugomvi unaathiri watoto. Yani unaathiri watoto kisaikolojia na kimwenendo pia. Ugomvi sio mzuri. Tafuta namna ya kumaliza haraka tofauti zenu na sio kuendekeza huo ugomvi. Mtazamaji, asante kwa kunitazama kuanzia mwanzo mpaka hapa ninapokwenda kuhitimisha. Endelea kusubscribe SL Media Tanzania, lakini pia nikukumbushe kushare linki hii kwa wale walengwa nyeti ambao ni wanandoa, iweze kuwafikia hii wasio wanafanya makosa haya kwenye ndoa zao. Asante kwa kunitazama. Ulikuwa na mtangazaji wako Winifrida Mchome kutoka hapa SL Media Tanzania. Tutakutana tena wakati mwingine.